Kamwene, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Iringa, napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu sana ninyi wote wajumbe katika mkoa wetu wa Iringa wakati wa ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya maji na mazingira katika halmashauri ya Iringa leo tarehe 12 ya mwezi Machi 2026. Ujio wenu katika mkoa wetu ni heshima kubwa kwetu na unaonesha dhamira ya dhati ya serikali na Bunge katika kufuatilia utekelezaji wa shughuli za maendeleo hususan katika sekta ya maji na mazingira ambazo ni muhimu sana kwa ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya taifa letu. Karibuni sana ndugu wajumbe katika mkoa wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Iringa una ukubwa wa kilomita za mraba 35,743 ambapo kati ya hizo kilomita za mraba 2,704 sawa na 7% ni eneo linalofunikwa na maji. Vyanzo hivi vya maji vinajumuisha bwawa la Mtera pamoja na mito mikubwa na midogo ya Ruaha Mkuu na Ruaha Mdogo. Eneo linalosalia ni kilomita 33,000 sawa na 92.4% ya eneo lote la nchi kavu. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa wa Iringa una jumla ya watu 1,192,000 ambapo wanaume ni 574,000 na wanawake ni 618,000. Aidha, kiwango cha ukuaji wa idadi ya watu ni 2.4% kwa mwaka, na hivyo ukuaji wetu unatija, maana hauathiri ukuaji wa kiuchumi pia. Kwa upande wa uchumi, mkoa wa Iringa umeendelea kufanya vizuri katika kuchangia uchumi wa taifa. Pato letu la mkoa kwa maana ya GDP kwa bei ya soko sasa imeongezeka kutoka shilingi trilioni 4.5 na mwaka 2020 hadi kufikia trilioni 6.3. Katika sekta ya maji, mkoa wa Iringa umeendelea kupiga hatua katika kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Kufikia mwezi wa Desemba 2025, upatikanaji wa huduma ya maji katika maeneo ya miji ya mkoa wa Iringa umefikia 85.2%, ambapo manispaa ya Iringa ina 98%, mji wa Ilula una 90% na mji wa Kilolo una 85% na mji wa Mafinga una 68% na 79.9% katika maeneo ya vijijini. Ili kuboresha ufanisi na usimamizi wa huduma za maji vijijini, vyombo vya watoa huduma za maji ngazi ya vijiji yani CVUSO awali vilikuwa 55, ambapo hadi kufikia Desemba 2025 vyombo hivyo vimeunganishwa na kuwa 19, hatua ambayo imeongeza uwezo wa usimamizi, uendelevu wa miradi na uwajibikaji katika ngazi ya chini. Hadi sasa kuna jumla ya vituo vya maji 7,000 katika maeneo ya vijijini pamoja na maunganisho ya maji ya majumbani 6,871 vinavyohudumia takribani wananchi 669,868 katika level ya vijiji. Aidha, RUWASA inaendelea kutekeleza shughuli zake katika vijiji 327 kati ya 360 vya mkoa wa Iringa, huku vijiji 33 vikihudumiwa na mamlaka za maji mijini. Hata hivyo, bado kuna vijiji 44 ambavyo havijafikiwa kikamilifu na huduma za maji, na juhudi mbalimbali zinaendelea kuhakikisha zinafanyika ili wananchi hao pia waweze kupata huduma. Ndugu Mwenyekiti, mkoa wa Iringa una jumla ya vyanzo vya maji zaidi ya 2,931 ambavyo ni muhimu kwa uendelevu wa miradi mikubwa ya uzalishaji umeme nchini, hususan Mtera, Kidatu, Kihansi na Julius Nyerere Hydropower Project. Kama nilivyosema awali, ili kulinda vyanzo hivyo, mkoa unaendelea kutekeleza mkakati mbalimbali ikiwemo utambuzi wa uwekaji mipaka ya vyanzo vya maji, ufugaji wa nyuki katika maeneo ya vyanzo, pamoja na utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu uhifadhi wa mazingira kwa kushirikiana na taasisi za serikali na wadau mbalimbali. Aidha, wataalamu kutoka taasisi kama Tanzania Forest Service Agency, Rufiji Basin Water Board, Iringa Urban Water Supply na Sustaination Authority na Rural Water Supply na wengine tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba vyanzo vinatunzwa, vinalindwa na wananchi wanapewa elimu ya kutosha ya kulinda vyanzo hizi ili huduma ya maji iendelee kupatikana, lakini uhakika wa umeme pia uendelee kupatikana. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya mazingira, mkoa wa Iringa umebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi za asili zikiwemo misitu ya asili na misitu ya kupandwa kama South Hill Forest Plantation pamoja na hifadhi muhimu za wanyamapori kama hifadhi ya taifa ya Ruaha na hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa pamoja na mapori ya akiba na maeneo mengi ya usimamizi wa wanyamapori. Katika juhudi za uhifadhi wa mazingira, mkoa umeendelea kutekeleza kwa mafanikio makubwa kampeni ya upandaji miti kuanzia msimu wa 2021-2022 hadi 2024-2025. Jumla ya miti 1,500,000 imepandwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wetu. Upandaji miti unaendelea kuwa ajenda ya kudumu katika mkoa wa Iringa, kwani kwa wananchi wetu miti sio tu kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, bali ni sehemu muhimu ya uchumi wa mkoa wetu na watu wake. Miti iliyopandwa ni pamoja na miti ya mbao, miti ya matunda, pamoja na miti ya kivuli na miti ya dawa kwa lengo la kujenga ustawi wa wananchi wetu. Kwa mwaka huu wa 2025-2026, mkoa umepanga kupanda jumla ya miti milioni 42 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uhifadhi wa mazingira, kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha upatikanaji wa uendelevu wa malighafi za misitu na uwekezaji kwa ujumla.
Msimu huu wa mvua, zoezi la upandaji wa miti linaendelea katika halmashauri zote, na tunashukuru Mungu kwamba hamasa ni kubwa katika level ya vijiji na vitongoji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla uwepo wa miundombinu muhimu katika barabara, umeme, maji pamoja na rasilimali za watu umeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji katika mkoa wa Iringa kwa kuvutia wawekezaji wengi katika sekta mbalimbali za maendeleo. Aidha, ushirikiano na wadau umesaidia sana kuzifanya sekta hizi mbili, maji na mazingira, kuendelea kuimarika zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuishukuru Ofisi ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za uhifadhi wa mazingira katika mkoa wetu wa Iringa, na tuwapigie makofi mengi sana, hususan kupitia mradi wa urejeshwaji wa mto Ruaha Mkuu. Sote tunafahamu kwa kina kabisa kuwa mto huu ni muhimu sana kwa uchumi wa taifa letu, kwani ni chanzo kikuu cha maji kinachochangia uzalishaji wa umeme katika mabwawa ya Mtera, Kidatu na Mwalimu Nyerere. Aidha, ni maji haya yanatumika kwa kilimo na shughuli za uvuvi, lakini pia kipekee maji ya mto Ruaha ni uti wa mgongo wa hifadhi ya taifa ya Ruaha na mazingira yake kwa ujumla. Hivyo juhudi hizi za Ofisi ya Makamu wa Rais kutuunga mkono mkoa wa Iringa tunazithamini, tunaziheshimu na tunaziunga mkono. Tuongezee makofi mengi sana. Kutokana na mafanikio ya utekelezaji wa mradi huu, tunaomba Ofisi ya Makamu wa Rais iendelee kuangalia uwezekano wa kuletea mkoa wa Iringa miradi mingine ya kimazingira pale fursa zinapopatikana. Tunaahidi kuwa tutaendelea kusimama na kutekeleza miradi hiyo kwa ufanisi, kwa uhakika na kwa tija zaidi. Vile kwa kuwa Ofisi ya Makamu wa Rais inasimamia masuala ya biashara ya hewa ya ukaa, yani carbon trading, mkoa wa Iringa una maeneo mengi yenye sifa za kutekeleza miradi ya hewa ya ukaa. Hivyo tunaomba tuunganishwe na wadau, wawekezaji katika sekta hii ili wananchi wetu waweze kunufaika na fursa hii mpya ya kiuchumi ambayo kwetu sisi ni lango la fursa kweli kweli. Mwisho, baada ya maelezo haya mafupi, napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha tena, kuwaombea afya njema, kuwatakia heri katika majukumu haya makubwa mliopewa na kuhakikishieni ushirikiano kwa kila anayehusika kwenye ziara ya leo, kuhakikisha anawapa ushirikiano unaostahili. Asanteni sana na karibuni sana mkoa wa Iringa.